Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama chetu bara na Zanzibar, Mheshimiwa katibu mkuu na viongozi wote wa meza kuu na wananchi wa Katoro, itifaki nimeizingatia. Ndugu zangu watu wa Katoro, niliyesimama hapa naitwa Deogratius Cosmas Mahinyila, ni mwenyekiti wa baraza la vijana wajanja kabisa, vijana wa Chadema, tunaitwa BAVICHA. Sasa naomba na mimi niseme mambo matatu ili niwaachie viongozi wangu waweze kuzungumza na nyinyi watu wa Katoro. Kabla sijasema, naomba tusalimiane. Watu wa Katoro, naomba mseme nguvu ya mabadiliko kama nyinyi ni vijana. Lakini pia nikiwauliza ngumi ziko wapi tusalimiane, naomba mseme hizi hapa. Katoro vijana. Watu wa Katoro, ngumi ziko wapi tusalimiane? Ngumi ziko wapi Katoro tusalimiane? Pale nyuma vipi, nyie wachawi au? Peoples! Mheshimiwa makamu mwenyekiti, kwanza mimi binafsi nimefurahi kukuona leo umefika Katoro. Siku mbili hizi kulikuwa kuna maneno, lakini naomba nikwambie kwamba hii Chadema na CCM lazima wakubali kwamba hii Chadema ugali ni wa moto, mboga ni ya moto, kachumbari pilipili ni nyingi kuliko nyanya. Watalazimika kula hivyo hivyo. Ugali wa moto uko jela, mboga ya moto hii hapa Heche, mboga ya moto ni huyu Mnyika, halafu hiyo kachumbari yenye pilipili nyingi kuliko nyanya ndio hizi pilipili. Kina Lema, Sugu, yani hizo ndio pilipili zote zimejaa kwenye hiyo kachumbari. Kwa nini nimesema hivyo makamu mwenyekiti? Hii nchi Goma limeshaamka. Hakuna kutishika na yoyote, na mimi nakufahamu, hakuna mtu anaweza kukutishia kwa lolote. Endelea kupeleka moto. CCM sasa hivi wameshaanza kuomba maji. Tunapaswa kuwapelekea moto mpaka waombe panado. Jambo la kwanza nililokuja kuwaambieni watu wa Katoro kama sauti ya vijana wa Chadema, jambo la kwanza, sisi BAVICHA tunaamini mwanasiasa pekee kwenye taifa hili ambaye ana mvuto mkubwa kuliko wanasiasa wote kwa sasa ndani ya taifa hili ni Tundu Antipas Lissu. Sisi vijana tunaamini Lissu amekuwa ni kiongozi anayetupigania na anayejali maslahi ya taifa hili kesho na kesho kutwa. Hivyo basi tunao wajibu wa msingi kabisa wa kumpigania. Na BAVICHA tunaamini zaidi ya 90% ya vijana tunamuunga mkono Tundu Lissu na tuna mahaba naye makubwa sana kwa sababu tunamwamini. Sasa wako wahuni, Mheshimiwa makamu mwenyekiti, wapo kwenye hili taifa wanasema kwamba kama kweli 90% ya vijana wanamkubali Lissu, wamefanya nini? Mbona wamenyamaza? Huyu Lema kakaangu mimi namuitaga nabii, siku hizi amenishawishi sana na amenifanya na mimi nianze kusoma maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu yanasema kuna wakati ili neno la Mungu litimie litahitaji watu wa kulidhihaki. Kuna wakati ukuu wa Mungu ili utimie unahitaji watu wa kukuwakejeli. Sasa ndiye mnaosema vijana wa taifa hili wamefanya nini kama kweli wanampenda Lissu? Tunayachukulia maneno yenu ni kama dhihaka, kama ni kejeli kuelekea ukuu wa Mungu kutimia. Endeleeni kutudhihaki ili tupate hasira. Endeleeni kutudhihaki ili tuchukue hatua. Na mimi nawaambieni, mwacheni Tundu Lissu. Tundu Lissu ni mpango wa Mungu. Huyo Tundu Lissu kama alipigwa risasi 16 hakufa. Huko jela mnajisumbua. Mwacheni Tundu Lissu awapeleke wana wa Israeli kwenye nchi yao ya ahadi. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza. Tunafanya nini vijana wa Chadema kuhakikisha tunampigania mwenyekiti wetu? Kauli ya BAVICHA, msimamo wetu ni kwamba kuanzia ngazi ya msingi, kuanzia ngazi ya tawi mpaka taifa, anzeni kukaa vikao, kubalianeni nini mfanye kwa ajili ya kumpigania mwenyekiti wetu Lissu. Mkiamua kwenda kulala makanisani na misikitini kumwombea Lissu ili atoke, kama mkiona hiyo njia fanyeni hivyo. Mkiamua kumsikiliza Roho Mtakatifu awaelekeze nini cha kufanya, hakikisheni atakachowaelekezeni mkitekeleze ili sauti ya Mungu ikatimie. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza. Jambo la pili, naomba na mimi niseme kidogo kuhusu issue
maisha ya tone tone. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, vijana tuna lugha yetu na naomba mtuvumilie. Hivi nyie wanangu wa Katoro, vijana wenzangu, ukiipenda pisi unafanyeje? Si unaishawishi? Si unatongoza? Sasa ama CCM wakati Chadema inashawishi Watanzania kwa hoja ili muipende Chadema, wenzetu ma CCM ni madogo zege. Ma CCM hayawezi kushawishi. Ma CCM yanadhani mapenzi yanalazimishwa. CCM wanatumia nguvu ili wapendwe. Sasa mimi nitumie fursa hii kumwambia msajili wa vyama vya siasa, kama unawapenda CCM sana, wafundishe kutongoza. Ukifikiri kuifungia Chadema au kuifuta Chadema ndio utaisaidia CCM, unajidanganya. Hii ngoma imeshaamka. Na hii Chadema utaweza kuifuta wala utaweza kuisimamisha kwa chochote, kwa sababu Chadema ilishavuka kuwa chama cha siasa. Chadema ni imani, iko kwenye mioyo ya vijana wa taifa zima. Wito wetu sisi vijana wa Chadema kwenu vijana wenzetu wa Katoro na maeneo mengine yote, tunawaombeni sana, changieni chama hichi ili tuendelee kuwapelekea moto wa CCM mpaka waombe panado, sio maji. Kitu pekee tulichobakiza kwa sasa ni nyie mkichangia chama chenu ili tuendelee kupiga nondo, kwa sababu hawa jamaa wameshakubali, wameshalegea. Kitu pekee Chadema inahitaji ni nguvu kutoka kwenu. Hiyo ilikuwa ni jambo la pili. Jambo la tatu na la mwisho ni kuhusu katiba mpya. Naomba niseme yafuatayo. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, ukipita huko mitaani, wako vijana wenzetu kutoka kwenye vyama mbalimbali vya siasa, utasikia wanasema tunahitaji ajira kwa vijana, tunahitaji mikopo kwa vijana. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kutegemea haya ma-CCM na serikali yake dhalimu itatue tatizo la ajira kwenye taifa hili ni sawasawa na kukonyeza gizani. Utaishia kuvimba macho, hakuna mtu atakaye kuona. Hawa CCM hawezi kutatua tatizo la ajira kwenye taifa hili kwa sababu akili zao zimeshindwa kubadili madini yenu nyie watu wa Katoro kuwa utajiri. Wameshindwa kufanya hivyo. Tatizo la ajira kwenye taifa hili, msingi wa tatizo hili ni sera za vijana, ni sera za maendeleo, ni mfumo wa elimu tulionao, ndio msingi wa ajira kwenye taifa hili. Msingi wa tatizo la ajira kwenye taifa hili ni aina ya viongozi ambao wameshindwa kutumia rasilimali tulizonazo wakazigeuza kuwa ajira kwa vijana. Mnao viongozi ambao wanauza bandari kwa Mwarabu, unategemea watatengeneza ajira kwa vijana? Sasa wito wetu sisi BAVICHA, ili tutatue tatizo la ajira kwenye nchi hii, ni lazima kwanza tuwe na viongozi wenye akili timamu. Viongozi wenye akili timamu hatuwezi kuwapata kwa aina hii ya katiba tulionayo. Katiba hii tulionayo inawafanya CCM waendelee kutawala. Kwa nawaombeeni vijana wenzangu, mauaji yaliyotokea tarehe 29 na kila siku hao watu wanapoteza vijana wenzetu. Nawaombeni sana vijana wenzangu, tuendelee na mapambano ya katiba mpya, kwa sababu hiyo ndio dawa. Mwisho, katiba mpya inapaswa kupiganiwa mpaka na hao polisi. Nyie polisi mkitoka hapa mkasome Luka 3